Mathayo 13:5-6 tunaangalia mbegu nyingine zikaanguka kwenye mawe ambapo hapakuwa na udongo wa kutosha. Mawe ambapo hapakuwa na udongo wa kutosha zikakauka haraka kwa sababu udongo ulikuwa kidogo. Jua ilipowaka, mimea hiyo ilinyauka na kukauka kwa sababu mizizi yake haikuenda chini. Hizi ni mbegu ambazo hazikuota kwa sababu zilikuwa hazina mizizi, zilikuwa hazijaenda deeper, zilikuwa hazijaenda chini. So point number 2, it is what we call shallow faith, ama kwa Kiswahili imani ya juu. Watu wote wenye imani ya juu wanazikosa baraka za Mungu za ndani, kwa sababu hii mbegu ilianguka juu kwenye ardhi. Na kumbuka, mbegu ilianguka juu kwenye mawe ambapo hakuna udongo, ni vigumu kumea. Hata kama ndege watakosa kuiona, lakini mawe yatayaficha. So zile mbegu zitakuwa chini ya mwamba, chini ya ile mawe. So itakuwa ni vigumu zile mbegu kumea, maana mahali kuna mawe mengi hapanaga mchanga mzuri wa kupanda. Wanasema ukitaka kupanda mimea vizuri, enda kule kwenye chemichemi, kwenye mtoni, mahali kuna mchanga wa black cotton ama mchanga wa red soil, hapo ndo mbegu inamea. Lakini sikiliza, hii mbegu iko kwenye mawe, na pale kwenye mawe, that is a shallow soil. Hiyo ni imani ambayo ni ya juu. Yani mbegu inataka kumea kwenye maisha yako, lakini ikikuja inapata imani yako ni shallow. Yani baraka zinataka kukuja kwenye maisha yako uinuke, lakini kila wakati zinabisha hodi, zinakupata bado uko 50-50. Yani mke anakuja kwenye maisha yako, anataka akae na wewe, ama kijana akuoe, lakini wakati anakuja anapata binti yuko 50-50. Wakati anakuja kwa kijana anampata yupo 50-50. So hizi ni mbegu ambazo zilianguka katika watu wa imani ya juu. Na watu wa imani ya juu wanapatanga baraka za juu. Watu wa imani ya juu wanapatanga promotion za juu, yani za kawaida tu. Ni mbegu iliyoanguka kwa watu wa kawaida. Ndio maana Mungu hataki uwe mtu wa kawaida. Wakati wanakuambia we ni mtu wa kawaida, waambie my friend, mimi ni extraordinary. I'm not an ordinary person, because God cannot live in an ordinary person. Hata kama hujafika mahali wamefika, lakini wakikuambia we ni mtu wa kawaida, waambie mimi ni mtu ambaye nimepandwa katika vijito vya maji na siwezi nikanyauka, na mambo yangu yaweze kanyauka kwa sababu nimepandwa. Mungu hawapendi watu wenye imani shallow. Utafanya kazi, naweza lakini siwezi hiyo kuosha choo. Sawa, kakae, sababu ya choo ndo hii. Utafanya kazi kanisani, naweza fanya ya kuhubiri tu. Kumhubiri yupo, Bwana asifiwe. Ile iko ni ya kupanga Mungu anataka tuwe na imani ambaye ni imani thabiti. Because when you have a shallow faith, there's nowhere you're going. Even in business, ambao tunafanya biashara, ukiwa na imani ndogo huwezi kufanya biashara. Ila biashara inahitaji watu wenye imani kubwa. Maisha inahitaji watu wenye imani kubwa. So ile mbegu ilianguka kwenye mawe. Mbegu ilianguka kwenye mawe inawakilisha watu ambao wanapokea neno la Mungu kwa furaha, lakini hawana mizizi ya imani na hawana uvumilivu wa kukubaliana na changamoto. Wanapokea neno, amina, lakini ikifika wakati wa kutenda neno la Mungu wanakuwa ni hafifu. Mbegu zilizoanguka kwenye mawe. Watu wa juu. Tuseme ni wale wana bounce ama nani wale wana bounce, Bwana asifiwe. Yaani watu wa juu, akina Munyama juu kwa juu, Bwana asifiwe. Wanakula bounce za juu kwa juu. So Mungu anataka usiwe mtu wa juu, anataka uwe mtu wa imani. Na si tu imani ya kawaida, imani thabiti. Can you believe God for something this year? We are just remaining with 1 month to end the year. God is asking you, can you believe for something extraordinary to happen for you this year? Mwaka ndo unaisha.
utaishaje na wewe? Uwezi rudi nyumbani ushago Disemba na zile nguo ulitoka nazo ushago Disemba. Mbegu yako iko na shida. Yaani wataona tu ile kofia ulikuja nayo ya brown imekatika hapa ndio umerudi nayo. Hiyo ni mbegu iliyoanguka kwenye mawe. Raundi hii ukienda ushago, unaenda na shopping, unaenda umejaza vitu kwa pickup, unawapelekea kwa sababu mbegu imeota ndani yako. Piga kelele, sema amen. Bwana sifiwe. Mukadi, bless the name of Jesus.